Usalama wangu uko guaranteed na Mungu. Ndio maana Lissu alipigwa risasi 16. Haijawahi kutokea duniani na amesurvive. Mungu ndio mlinzi wetu. Unapodiri na watu ambao wamepotoka, mlinzi wako ni Mwenyezi Mungu. Na hii kazi hatuwezi kuacha kuifanya. Tukiacha kuifanya tutauzwa wote. Wazee wetu waliopigania uhuru walifanya kazi na wakoloni. Walikuwa na tabia kama hizi. Nchi zote za Afrika kuna waliokufa katika struggle, kuna waliofika mwisho. Lakini lazima tujenge tofali la kwanza na la pili. Tunaweza kuendua vita ya muda mrefu na ngumu. Na Watanzania wajiandae kwa hilo, kwamba tunaweza kuendua vita ya muda mrefu na ngumu. Lakini chama chetu ni chama cha kiukombozi, kitafikia malengo kinayojipigania. Tungekuwa chama cha kutafuta ruzuku na kutafuta idadi ya wabunge, kuna watu wametutafuta pembeni tu negotiate, tupewe wabunge kadhaa na ruzuku. Sisi sio chama cha hivyo. Sisi ni chama tunahitaji mabadiliko, total overhaul ya sheria zetu, tuingie kwenye uchaguzi huru na haki kwa njia za kidemokrasia, tushinde uchaguzi, tuongoze nchi. Au hata tukishindwa, tushindwe kwa haki. Tuko hivi, tuko tayari kuliko kupewa mbunge mmoja na CCM au 20 na CCM au 100. Tuko tayari kupata mbunge mmoja wa haki, tuseme huyu ndio wananchi wametupa. Au tuko tayari kukosa kabisa, tukasema wananchi hawajatuelewa, tuendelee kuelewesha watuelewe. Tuko tayari kupata wawili, tuseme hawa tumewapata kwa kura za wananchi halali. Na kuongezea hilo, hata sisi tuliokuwa wabunge huko Juma, tumekuwa wabunge kwa mapambano, watu wamekufa. Tarime mimi nimetangazwa baada ya Mwita Boke Waitei na wenzake kuuawa katika skirmishes za kuhakikisha natangazwa ubunge. Hatuwezi tena kuendelea kuwa na nchi ambayo watu ili uwe mbunge lazima watu wafe. Haiwezekani. Mfano, tumefanya uchaguzi wa ndani ya Chadema huru na haki, hakuna hata nzi aliyekufa, na tumepata viongozi. Ndio tunachokihitaji, transparent, wazi, huru na haki. Kwa sasa agenda ya mkutano mkuu wa chama, mkutano mkuu ndio kikao cha juu kabisa kinachoweza kuja kikasema tumedissolve chama. Agenda ya mkutano mkuu wa chama chetu ni no reforms, no election. Agenda ya baraza kuu la chama chetu ni no reforms, no election. Agenda ya kamati kuu tuliokaa humu tarehe 10 mwezi wa 12 chini ya mwenyekiti Mbowe ni no reforms, no election. Na msemaji wa chama alikuwa huyu ndiye msema no reforms, no election, ndio aliyeandika na ikawa communicated barabarani. We have no time for that. Time tulionayo ni no reforms, no election. Ndio msimamo wa chama chetu, na hapo ndio tunashikia break. Sasa Chadema sio gereza. Chadema sio, ni chama ambacho watu wanafuata misimamo yetu na kushindana, wakiona fikra zetu zinalenga yale ambayo wanayapenda, wanaunga mkono hapa. Hatujai kumfungia mtu mundani. Katika nyakati tofauti tofauti wamewahi kuondoka watu prominent. Hakuna mtu alikuwa prominent kwenye hiki chama kama Walidi Kaburu. He went and here we are. Kwa hiyo hili sio gereza na sio sehemu ya kulazimisha watu, ni sehemu ya hiari ya mapambano. Wananchi wanatuunga mkono, Watanzania wanatuunga mkono. Na nasema hivi nikiwa namaanisha tulikuwa kusini. Bahati mbaya nyewe vyombo vyenu vya habari sio kama mmekava. Tulikuwa kusini mzee. Muulize bwana Makara, ameenda kule amekuta vumbi. Na tuna agenda. Tunawaambia watu wa kusini mmefanywa maskini. Hata gunia la kuwekea korosho mnaagiza kutoka India. Lakini tulikuwa na mashamba mkonge hapa, yalikuwa yanatengeneza magunia. We had agenda kule kusini, tunaungwa mkono. Ukiona zile nyomi, zile sio za kusomba, ni gari inapita, oyo Chadema watakuwa hapa, nyomi. Na tunaingia kati, mtufuatilie. Kwa hiyo sisi tunaendelea na agenda yetu, wananchi wanaunga mkono, Watanzania wanaunga mkono, na wanachama wetu wanaunga mkono. Asanteni kwa kunisikiliza. Hilo mwisho wake ni hapo, hakuna majibu zaidi ya hayo. Kwa sasa no reforms, no election. Wanajua kila mtu aliyeondoka kwa chama hiki kwa njia moja au nyingine anajua utaratibu wa kurudi ndani ya chama. Dr. Slaa alijiondoa, alipoamua amerudi, ameomba msamaha, akapokelewa,
Anton Komu aliondolewa na kamati kuu, alikuwa mbunge, alikuwa mjumbe wa kamati kuu, alikuwa mkurugenzi wetu wa fedha wa muda mrefu na mbunge wa Moshi vijijini. Amerudi kwa utaratibu, ameomba kwenye kamati kuu iliyomuondoa akarudi. Wengine wote wanachama wetu wanajua namna ya kutafuta wanachama, namna ya kuomba wanachama au namna ya kurudi kwenye chama. Wanajua wao. Katiba yetu iko wazi. Na nyie someni, mjielimishe, mjue hivi vitu, waandishi wa habari muwe na taarifa. Watu wasije wakawatapikia mambo tu. Kwa mfano juzi niliona jaji anawaambia au Kairima Chadema imejifuta kwenye uchaguzi. Angesema vile Kenya, waandishi wa habari wangemscrew, angejihalishia pale. Kwa sababu they read, they know, wanajua, na wanajua nchini ya kwetu hawana upande, lakini wanakuwa wanajua sheria ya uchaguzi inasema hivi, utaratibu unasema hivi. Kwa hiyo angemuuliza, wewe Kairima, wewe ni nani kusema hivi? Umesimama kwenye nini kusema hivi? Au yule jaji wa mahakama ya rufani asije tu anatapika kama mtu anatapika matapishi tu, kwamba tumesema hivyo. Waende mahakamani, muulize kwa sheria ipi, kwa utaratibu upi unasema hivi. Kwa waandishi wetu pia na wasihi, kwa sababu nchi hii ni ya kwetu, ikiharibiki na tuharibikia wote. Mjibidiishe, mpate taarifa mnapokwenda kuzungumza na watu, muwe na hizo hoja za kumuuliza na asije tu kuwahutubia na kuwaletea mapambi.